maana hawaimbi na maiki. Mahali palipo heri ni wepo kila siku. Tusimame wote. Miguuni pake Yesu na kumbuka upendo kwa kina yake kwangu vimenivuta moyo. Kuna watu hata wajaelewa tumeingia kwenye ibada hawaimbi. Mbinguni pake beti la mwisho la tatu. Maneno yake tamu pali palipo iwepo kila siku. Oh yes Lord. Miguuni pake Yesu. Imba tena. Na panafanya sala kwake napewa uwezo, faraja na neema. Unibariki sasa. Unibariki Mwokozi. Tubariki Mwokozi mchana wa leo. Tuko miguuni pako Yesu. Unitazame kwa upendo, mimi nione uso wako. Imba kwa kumaanisha kabisa. Nipe Bwana nia yake ili nionekane. Nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu. Baba na Mungu wetu, nakushukuru wewe uliyetuchagua wahudumu wote, wanenaji wote wa mkutano huu, kupitia baraza la kanisa, kupitia mchungaji wa mtaa, kupitia conference ama field, kupitia union, ukatupeleka wengine mpaka division, ukakubali mpaka union za kule Tanzania, ukakubali conference zetu na field, ukakubali mpaka makanisa yetu yakapokea. Wala hufanyagi makosa. Kuna kitu unataka kitendeke hapa. Na Bwana, kama kweli ulituleta kwa makusudi yako mwenyewe, ninaomba Bwana ujitokeze katika viwanja hivi. Ninaomba Bwana ufanye jambo ambalo kila mmoja atakayesikia atasema, wa Mungu wewe ni mwema na umeleta watoto wako kwa sababu una nia njema nasi. Mimi Bwana pamoja na watumishi wote tunaomba tupungue, ili wewe Bwana uongezeke katika mikutano hii. Jitokeze kwa namna isiyo ya kawaida. Jitokeze Baba kwa namna isiyo ya kawaida. Maana katika mikutano ya makambi, in camp meetings, Bwana, katika mikutano ya makambi, wewe Mungu ulikuwa unaitumia mikutano hiyo kusamehe dhambi za watoto wako. Hivyo tumebeba dhambi, uovu, makosa ambayo hayo kama usingalikuwa mikutano ya makambi, huenda tusingekutana nawe kipekee namna hii. Lakini katika mikutano ya makambi ambapo wagonjwa waliletwa wakapona,
ni katika mikutano ya makambi, gombo, neno lako lilifunuliwa likasomwa, na watu waliposikia neno linavyochoma, neno linavyookoa, neno linavyobadilisha, neno linavyogonga, wakainua mioyo yao, wakasema, tutendeje basi ndugu zetu? Ninaomba katika mikutano hii ujitokeze, neno lako likachome mioyo yetu. Lakini Baba, sasa watoto wako wakiwa wamesimama, nami unataka nimege mkate wa uzima kidogo. Ninaomba yule mama ambaye anapita katika changamoto fulani, ndoa yake inapita kwenye dhoruba, watoto wake wamedharauliwa, watoto wake wameikana imani, yule mama ambaye ameachwa alee watoto peke yake, ndiye ambaye natamani useme naye pia kipekee mchana wa leo. Ongea na yule baba pale ambaye ameshindwa kukimbia nyumba, lakini nyumba imewaka moto. Mwanamke amekuwa siambiliki, amekuwa na maneno makali mabaya. Ninaomba useme naye mchana wa leo. Ninaomba kwa muda mfupi useme na yule binti ambaye amekata tamaa, ameona kwamba hawezi kuolewa, maana hata hivyo amechezwa michezo, amedanganywa sana, amekaribia kukata tamaa. Ninaomba useme na hali zetu za kiuchumi. Ninaomba useme na maisha yetu Baba. Ninaomba useme, ukutane na changamoto zetu halisi, kama ni kukoswa kazi, kama ni kukoswa amani, kama ni magonjwa yaliyoshindikana, kama ni mambo yaliyokwama, useme nasi Bwana, useme nasi Bwana. Na ninaomba nguvu zako zimwagike hapa, mimi nipungue, wewe uongezeke. Baba, mimi nipungue, wewe uongezeke. Ninaomba useme neno lako pekee, ili uguse maisha yetu, tukugeukie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Kumbe Beta Living Getembe nitapata kazi pia ya kufundisha watu kusema na iwe hivyo. Maana ukisema amina, maana yake ni let us it be as it how we have agreed. Kwamba nasema let it be the way we have agreed. So hallelujah, amen. Let it be. Let it be. Na hiyo ndio maana yake tu halisi. Mchana wa leo ninatamani tuangalie wazo tu kama ambavyo nimesema. Na wazo hili tunalipata kwa Yusufu. Na kila mtu hapa ama wengi wetu wamesikia kuhusu Yusufu. Na ni washukuru wale ambao watapata mahubiri haya kupitia media yetu pendwa ya Get the Point. Maana najua hata wewe ambaye unasikiliza mtandaoni, Bwana atasema na wewe. Bwana atasema na wewe. Ninajaribu kukaa mbali kidogo, lakini kamera zimeshanizoea, zinaelewa hata mimi sio mtu wa kutulia mahali fulani. Lakini basi ninaomba ukae, kama unaandika hivi, uanze kupata point. Tunafahamu habari ya Yusufu ambaye ametoka, ameondolewa nyumbani kwao, ameuzwa kwa vipande 30 vya fedha, na waliomnunua ni wa Ishmael. Wamemnunua alafu nao wakamuuza. Wamemuuza, amepokelewa nyumbani kwa Potifa. Amekaa kwa Potifa, ameshaanza kufanya kazi, amefanya wajibu wake. Na Biblia unayosoma, ninajaribu tu kupita kwa machache kidogo, kwamba tayari amekaa nyumbani, amehudumiwa, na yeye pia anatoa huduma. Na Yusufu, ambacho nataka pia ujue, ndugu zake walimuuza, wakafikiri wamemkomoa, wakafikiri wamemweza. Maana walifikiri ile ndoto
kwamba atawatawala, ile ndoto kwamba jua, mwezi na nyota vitamsujudia kwa kumuuza, walifikiri ndoto imepotea. Walifikiri ndoto imepotea, wakajua kwamba wamemaliza, wakajua kwamba wameweza, wakajua kwamba wamefanikiwa. Kuna watu ambao wanajua kutuuza, wanajua kutuuza. Kuna watu ambao wanajua kucheza na ndoa za watu, wanauza mawazo ya wake zao, wawasahau waume zao, na wakafikiri wakisha wauza ndoa hiyo itakufa. Nina habari njema, kuna watu ambao wanajua kuuza mawazo ya watoto, mabinti warembo ambao wazazi wamewasomesha, wametumia gharama, wamewalisha, wamewapeleka shule, lakini wao kama vijana barobaro, vijana makini wenye maneno, wanaamua kuyauza mawazo, wanawauza akili zao ili watoke kwenye misingi ya shule, ili waachane na Ukristo. Wanawauza wakifikiri watamaliza mwisho wao. Kuna watu wanajua kutuuza, unafanya nao kazi, ila wanaenda kuchonga, wanaenda kuweka maneno, wanataka kazi zetu ziondoke, maana wanajua wana maneno ya kuuza, wanaweza kutusumbulia kazi, wanaweza wakatuuza. Kuna watu wanajua kuuza. Kuna mtu anaweza akauza mawazo ya mme wako yakanunuliwa, akakuacha kukupenda wewe, akampenda mema hivi tu, mpango wa kando, ukaiuza, ukainunua akili ya mme wako, na yule mama mpango wa kando akafikiri amefika sana. Je, umeuzwa? Na umeuzwa kwa nani? Ni kitu gani ambacho kimefanya umeuzwa? Kuna watu wengine hata ni washiriki wa kanisa, ila wakiona kijana anakaribia kuoa binti fulani, wanaenda kuuza, wanauza agenda, wanaanza kumsema ili asiolewe, wanaanza kumharibia mawazo ya kijana wa kiume, yanaanza kununuliwa, anakuwa ameuziwa maneno mabaya, anaamua kuachana na yule binti ambaye alipanga kumwoa, na yule mama anafurahi, anasema huyo nimeshamuuza, haolewi sasa, na anafikiri amefanikiwa. Ninataka nikukaribie. Kuna watu wamekuuza, kuna watu wamekuuza, wamenunua furaha ya mke wako, wamekuachia maneno mabaya ya mke wako. Kuna watu wamekuuza, wamemshika mme wako, wamekuachia mume jangili, mume jeuri, mume mbaya, mume mwenye mawazo mabaya, mkali, lakini kwao akifika anawapa hela, analala kwao, anafurahi nao, halafu kwako wewe unabaki na mume bandia, lakini ati wewe ndiye mwenye ndoa. Mwanamke fulani amemnunua mume wako. Je, umeuzwa? Je, ni kitu gani cha kwako ambacho kimeuzwa? Furaha imeondoka, ujasiri umepotea. Je, ni afya yako ambayo shetani ameinunua, ameimiliki, amekupeleka kwenye utumwa wa magonjwa, amekupeleka Misri ya kuteseka, amekununua na amekutesa. Yusufu aliuzwa. Biblia inaniambia Yusufu aliuzwa. Na mimi najua shetani anatununua tena kwa bei rahisi, na wakati mwingine ni mtu anaweza kutukosesha, wakati wengine ni sisi wenyewe tumejiweka sokoni, wakati mwingine ni sisi wenyewe tumejiuza, na kwa bahati mbaya shetani ametununua.
Yusufu aliuzwa kwa vipande 20 vya fedha. Yusufu aliuzwa kwa vipande 20 vya fedha. Jioni nitazungumza wazo linasema, tupate wapi mtu kama huyu? Lakini mchana wa leo, kwa sababu ndio ninafungua mkutano, na ninatamani mwende mkale sasa na muondoke na wazo kidogo hapa. Nami natamani wana Better Living Getembe, wale ambao walichukulia makambi haya kwamba ni ya kawaida hivi, waamue kujua kwamba haya sio ya kawaida. Ndio, mhubiri aliyekuja ni wa kawaida, ila Mungu niliyemleta sio Mungu wa kawaida. Sijui kama mmenielewa au bado mnanishangaa. Inawezekana mimi ni wa kawaida na sikatai. I am just an ordinary speaker. Lakini huwa napata nguvu, maana aliyenituma ni extraordinary. Ni Mungu asiye wa kawaida. Nikupeleke sasa lile fungu la 50 na fungu la 51. Nikuibie tu wazo kidogo pale. Na Makenzi, sio kama umefungua Biblia yako. Najua nimesoma, lakini huwa kuna vile tunafanya. Nenda tu fungu la 51 na fungu la 52. Hawa watu ni waombee wakale ili jioni tukutane. Lakini nimekuuliza swali. Je, huenda ni biashara yako imeuzwa? Wateja wameshahamishwa kwa maneno, sasa hawanunui kwako, wananunua kwa mwingine. Jirani yako ameuza maneno mabaya na wameyanunua, wameyaamini, wameamua kukuacha wewe, wananunua duka jirani. Inawezekana shetani ameunda wazo. Kilichofanya Yusufu auzwe ni mawazo ya kishetani, ni mawazo ya shetani. Nami nimekuja kuambia katika mada inayosema wokovu uliorahisishwa. Nami nataka niwaambie ni ukweli usiopingika, wokovu wetu umerahisishwa. Maana ni kwa kupigwa kwake mimi na wewe tunapona. Wapendwa, tunapona. Hebu sasa niruhusu ninunue wazo hili pamoja nanyi ili tuelewe nini hasa natamani. Wazo la mchana huu linasema Manase Efraim. Naomba usome. Biblia inasema Yusufu akamwita jina lake. Yusufu akapata mtoto wa kwanza, akamwita jina lake yule aliyezaliwa wa kwanza, ndio Manase. Maana alisema Mungu amenisahaulisha taabu zangu zote na nyumba yote ya baba yangu. Na wa pili, tulia kwanza hapo kwa kwanza. Biblia inasema, mwinjilisti na mchungaji Robinson, Biblia inasema Yusufu akapata mtoto. Huyu mtoto alimzaa na mkewe Asinati, akamwita huyu mtoto Manase. Manase ni jina la Kiebrania ambalo alimuita mtoto wake wa kwanza. Lakini wala sitaki tukazane na jina tu Manase. Ninaangalia kusudi ambalo kwalo Yusufu alichagua amuite mtoto wake Manase. Anamuita mtoto wake Manase maana Biblia inasema, maana Yusufu alisema, maana Bwana amefanyaje msomaji? Amenisahaulisha taabu zangu zote. Jambo la kwanza, amenisahaulisha taabu zangu zote. La pili,
na nyumba yote ya baba yangu. Hilo nalo lina nguvu. Akamwita mtoto wake Manase. Hebu wote tuseme Manase. Hivi niko na watu hapa. Hebu tuseme wote tena Manase. Kwa hiyo ukisema Manase, maana yake unasema maana Mungu. Maana Mungu. Jamani, maana Mungu. Wanaonielewa nasema amina. Maana Mungu. Hivi mnachelewa kuelewa hivi? Maana Mungu. Wapendwa, maana Mungu ni Mungu ambaye ameniwezesha kusahau. Kusahau nini? Jamani, kusahau nini? Taabu zangu zote. Maana Mungu ameniwezesha kusahau taabu zangu zote. Maana Mungu anatuwezesha. Ni Mungu anayeweza, wala sio mchungaji, wala sio mzee wa kanisa, wala sio mme wako, wala sio mke wako, wala sio wazazi wako. Maana Mungu, maana Mungu, maana Mungu amenisahaulisha taabu zangu zote. Ninatamani katika kambi hili, ninatamani katika kambi hili, baada ya kambi hili apatikane mwanamke, mwanaume, kijana, dada, mzee atakayesema maana Mungu, maana Mungu, maana Mungu ameweza kunisahaulisha taabu zangu zote. Ameweza kunisahaulisha taabu zangu zote. Maana kupitia kambi hili, hata kama niliachwa na mwanaume ameenda kwa mke mwingine, maana Mungu, maana Mungu atanisaidia kusahau taabu zangu zote. Maana Mungu atanisahaulisha hata magonjwa yangu yote. Maana Mungu anaweza kutusahaulisha mateso yetu. Ninajua umeteseka. Ninajua huenda hata sasa unapita kwenye changamoto. Ninajua huenda hata sasa Ukristo wako unajaribiwa. Maana Mungu anaweza. Ninauliza tena, Mungu anaweza. Wapendwa, Mungu anaweza kutusahaulisha taabu zetu zote. Jamani, taabu zetu zote. Na Yusufu anaongeza, anasema sio tu taabu kwamba nimezisahau, anasema lakini pia Mungu amenifanya niweze kusahau watu wa nyumba ya baba yangu. Manake sio kuwasahau, maana tutaenda mbele na utakumbuka katika kisa hiki, walipokuja wao walimsahau, ila yeye alikuwa anawakumbuka. Maana ya fungu hili sio kwamba anawasahau wao, ila ni Mungu anayemsaidia Yusufu kusahau taabu ambazo zimesababishwa na ndugu zake. Na pia anasema ninamwita mtoto wangu Manase kama ushuhuda kwamba pia Mungu amenisaidia kusahau mateso walionipa. Jamani, Mungu amenisaidia kusahau mateso walionipa. Jamani, Mungu amesahau, amenifanya nisahau, ameniwezesha kusahau na kuwasamehe walionipitisha kwenye changamoto, walionipitisha kwenye changamoto. Neno Manase, jamani, neno Manase lina uwezo ndani yake. Maana yake inasema ni Mungu anayeweza kutusahaulisha, tukaweza kusahau kabisa na tukawa na amani.
Yusufu anatoa ushuhuda kupitia jina la mtoto wake. Anasema nimemwona Mungu ananiwezesha kusahau mateso ninayopitia, na ninamwona Mungu akinipa uwezo wa kusamehe watu walionitendea mabaya. Ninajua umekuja ili kambi ili ubarikiwe, na ndio maana naweka msingi kwamba muombe Mungu. Hakuna nguvu ya kibinadamu inayoweza kutusaidia kuwasamehe watu ambao wanatuumiza, kuwasahau watu ambao wametuumiza, kuwaachilia wale ambao wametuumiza. Lakini kwa nguvu za Mungu, haleluya jamani, haleluya, kwa nguvu za Mungu kwenye makambi haya tutawasamehe waliotukosea, tutaachilia watu makosa yao. Maana Biblia inatuambia msipowasamehe watu makosa yao, na Baba wa mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Ndio Biblia inayosema. Na kama utakuja na sadaka na utajua kwamba kuna mtu umemkosea au amekukosea na moyo wako una neno juu yake, weka sadaka yako kwanza, usitoe. Nenda ukamuone, kisha toa sadaka yako. Ninamshuhudia Mungu kupitia jina Manase. Ninaomba ulielewe jina Manase. Ndani ya jina Manase kuna fundisho la msamaha. Ndani ya jina Manase kuna fundisho la kuachilia watu, kuwasahau watu na kubaki na amani yetu. Na hatuwezi wenyewe, lakini Mungu atatusaidia. Jamani, atatusaidia. Wapendwa, atatusaidia. Wangapi wanasema katika kambi hili, Mungu ninaomba unisaidie. Najua makambi bado hayajaanza, najaribu tukutibua hoja. Wangapi wanasema Mungu, Manase, Mungu nisaidie kuyasahau mateso walionipa watu, lakini Mungu nisaidie niweze kuwasamehe walioniumiza. Yusufu, nina habari njema, pointi hii kubwa, aliwasamehe ndugu zake hata kabla hajawaona. Ninaomba niseme hili tena, aliwasamehe ndugu zake hata kabla njaa haijaja, hata kabla hajawaona, kwa kumpa mtoto wake jina kwamba nimemwona Mungu akiniwezesha kuachilia na kusamehe, tena kusahau mateso walionipa ndugu zangu. Lakini namwona Mungu amenisaidia katika mateso yangu yote. Ninaomba tena niseme kwa ujasiri, kupitia makambi haya tutamwona Mungu akitufungua, akitutoa yeye mwenyewe katika vifungo vya mateso. Manase. Kuna watu wanachelewa kunielewa. Hebu ngoja niongee la pili, wenda watanielewa kidogo hapa. Efraim manake ni nini? Na wa pili akamuita jina lake Efraim. Maana alisema Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Yani Yusufu anampa mtoto jina, akiwaambia ulimwengu, namshukuru Mungu, maana hata kama nimeuzwa, hata kama nilikusudiwa mateso, hata kama kweli nimeteswa, nimeenda gerezani, nimekuwa mtumwa, lakini nimemwona Bwana. Nimemwona Bwana.
Wapendwa, Yusufu akasema, nimemwona Bwana amenipa na mimi heshima ya kuwa na watoto katikati ya mateso yangu. Je, unamwona Mungu katikati ya mateso yako? Je, mama, unaweza kumwona Mungu kwenye makambi haya katikati ya mateso yako? Can you count your blessings, naming them one by one, seeing what the Lord has done for you? Ninawasikia washiriki wengi hata kwenye makambi haya wamekuja bado na malalamiko mbele za Mungu. Na mikutano ya makambi ni mikutano ya kuEfraim. Wanaonielewa waseme amina. Mikutano ya makambi ni mikutano ya kuEfraim. Jamani, mikutano ya makambi ni mikutano ya kuEfraim. Hebu mwambie jirani yako, mikutano ya makambi ni mikutano ya kuEfraim. Maana yake ni nini? Mikutano ya makambi ni mikutano ya ajabu, maana tunakuja tukiwa tunaumwa, ila katikati ya ugonjwa tunamwambia Bwana, tunashukuru mwaka huu maana tumeumwa lakini hatujafa. Aliyenielewa shangilia, sema amen. Mikutano ya makambi ni mikutano ya kuEfraim. You are counting your blessings and you name them one by one. Na sio kwa sababu umeshatoka kwenye shida, ila ni kwa sababu katikati ya hiyo shida mwaka mzima umemwona Bwana. Hivi kuna mtu amenielewa? Aseme amina ya kuelewa. Ninasemaje? Mikutano ya makambi tunakuja hatuna magari, ila tunamshukuru Mungu maana ametupa miguu yenye nguvu za kutembea. Mikutano ya makambi tunakuja tukimshukuru Mungu, hatujapata bado kazi ila hatujaacha kula, na kwanza ndio tunanenepa. Mikutano ya makambi mikutano ya makambi ni mikutano ya kuEfraim. Tunakuja tunatembea tukiwa na mateso ya ndoa, ila tunamwambia Bwana asante maana bado haijavunjika, upo, bado upo. Je, una jambo la kuEfraim katika makambi haya? Je, una jambo la kuEfraim? Je, una jambo la kushukuru? Au umekuja kwenye mikutano hii kulaumu, kumshutumu Mungu? Mimi nimekuja na mke wangu, tutamshukuru Mungu hata kama kuna mambo bado hajatenda. Tutamshukuru Mungu hata kama kuna mambo bado hajatenda. Kuwepo kwetu hapa tuna Efraim. Jamani, tuna Efraim. Hebu mwambie jirani yako, jiandae kuEfraim. Tatizo lenu hamuongei, mnafanyaje? You are just whispering. Haya, hebu mwambie tena jirani yako, jiandae kuEfraim. Hebu mwambie tena, jiandae kuEfraim. Mimi nimejiandaa na nataka niwaambie nimejiandaa. Nitamuinua Bwana, nitasema wema wake, nitasema alivyorahisisha wokovu wetu, nitasema ambavyo anatuokoa tusiyostahili. I will Ephraim. Nitamuinua Bwana. Wangapi mchana wale wanasema Yesu, Yesu, nimekuona wewe ni Manase, Mungu unayetusaidia kusahau mateso na kuwasahau waliosababisha mateso.
Mwambie Mungu, ninaku Efraim. Mungu Efraim, ni wewe umenisaidia kuyasahau mateso yangu, kuyasahau mateso yangu na kuwasahau waliosababisha mateso yangu, waliosababisha mateso yangu. Lakini unamwambia Mungu, Efraim, 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 Efraim. Shetani, ulijua tutakuja kumlaumu Mungu wiki hii. Tumebadilika, tumebadilika. Ili tuondoke na baraka za mwaka ujao, lazima tu Efraim katika viwanja hivi. Lazima tuseme aliyotutendea na tumshukuru, na tuwe na uhakika kwamba ambayo bado hajatenda atatenda. Jamani, atatenda. Manase, Efraim. Wangapi wanasema Manase, Efraim? Nione mikono yao. Kwani usisimame sasa? Kwa nini msiendelee kusogea hapa mbele? Yesu anasema wewe una nguvu. Waimbaji, kama kuna makambi ya kwa Efraim, ndio nataka spika zitetemeke, maana shetani hana mamlaka. Mikutano ya makambi ni mikutano ya kumanase, ku Efraim, kumanase, ku Efraim. Tumekuja kusahau mateso yetu. Msogee mpaka hapa kabisa, hapa nilipo kabisa. Yesu anasema, Yesu anasema, wewe una nguvu. Ndio mtaenda hivyo. Hebu weka kia alafu tuingize sasa. Yesu, tuimbe. Yesu, sogeni tu kabisa, wala singati. Wewe una nguvu, kesha ukaombe na uje mwanangu. Alilipa bei, alilipa bei Yesu. Thank you Lord. Imba kwa sauti kubwa sana. Bwana nimeona, Bwana nimeona uwezo wako tu. Imba kwa kumaanisha. Umeona uwezo wake mwaka huu. Umeona uwezo wake mwaka huu. Waweza takasa mioyo michafu. Alilipa bei. Yesu amelipa bei. Na tunawewa naye. Ile dhambi ilitia Bwana nimeona tena, rudia beti hilo. Bwana, imba ukisema nimekuona. 2023 nimekuona. Nimeona uwezo wako tu Yesu. Waweza takasa mioyo michafu. Alilipa bei. Yes, my Jesus. He paid it all. He paid it all. He paid it all. Dhambi ilitia aliondoa. Tulia pale. Mtumwa aliyeuzwa leo anapata watoto utumwani. Jamani, leo anapata watoto utumwani. Tena akaoa.
tena akapewa kazi ya heshima. Yusufu akasema, maana Bwana amenisaidia kuyasahau mateso yangu ya namna ngapi? Jamani, mateso ya namna ngapi? Jamani, mateso ya namna ngapi? Hebu mwambie jirani yako, sahau mateso yako. Mwambie tena, sahau mateso yako. Mateso mengine ambayo tutayaacha hapa ni yale mateso umeshaenda ukaomba msamaha wa dhambi fulani, ila shetani anaendelea kukukandamiza. Anakukumbusha, mbona bado ulifanya lile? Mwambie shetani, kwa heri, nimesahau. Jamani, Bwana asifiwe. Maana ni Mungu. Yaani kama utasahau, sema tu ni Mungu, ni Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Ni Mungu. Yaani kama eti mzee wangu niteswe, alafu niteseke, alafu niwe na uwezo wa kusahau, hiyo haitoki kwenye oboki mavoburi. Hiyo haiwezekani kwa kula chinyeni ama gena ama bere ama rorano. Ukila hivyo utaendelea kuwa na grudges. Hebu niwasogelee kidogo ili tuombe. Baba yangu alimwacha mama yangu, akatuacha. Nikiwa kindergarten, lakini alituacha vibaya. Maana alituacha siku ambayo ilikuwa Ijumaa, Sabato inaingia, na alivyotuacha vitu vyote vikatolewa nje. Vitu vyote vikatolewa wapi? Vikakaa hapo, hatuna pa kwenda. Lakini leo nikimwona baba yangu, nimemsamehe, nimesahau, nimemfanya tena kuwa rafiki. Maana Mungu ameniwezesha kusahau mateso. Kusahau. Kuna maombi yako hayajibiwi maana umeshikilia watu. Mwambie jirani yako, mwangalie mchungaji, sijakashtukia kwamba ni wewe ambaye hujibiwi maana umeshikilia watu. Nataka nikwambie, kuna mambo ambayo hujajibiwa maana umebaki na watu moyoni mwako. Mwambie Bwana, makambi haya Efraim, nataka nisahau mateso na niwasahau walionitesa. Ndio sitaweza kuwasahau kwa maana ya kutambua wao, lakini niwasamehe. Jamani, Bwana asifiwe. Muda wetu ulishaenda, lakini Manase, Efraim, Manase, Efraim, Manase, Efraim. Mwinjilisti, njoo tuombee. Tutafahamiana, tutaelewana. Kawaambie watu waje kwenye makambi haya, maana ni kupitia makambi haya tutasahau mateso yetu. Ni kupitia makambi haya tutaweza kuzihesabu baraka zetu. Ni kupitia makambi haya tutapata nguvu ya kupokea baraka mpya za mwaka ujao. Bwana awabariki. Karibuni mchana nitakapoanza kuhubiri. Hapa bado nina pressure ya safari, na hivyo basi nimeona tu tuondoke na neno hili, na bila shaka limekubariki. Manase, Efraim, Manase. Tunaomba. Mungu na Baba yetu unayetupenda,
Lihimidiwe jina lako na utukuzwe kwa sababu ya neno lako kuu la ajabu. Tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ya kipekee ambayo umetupatia ili kwamba utukumbushe wema, ukuu na uzuri wako katika maisha yetu. Tutokapo katika somo la mchana huu na katika kambi la mwaka huu, Yesu Kristo, wimbo wa moyo wetu usalie kuwa Manase Efraimu, ili kwamba tukaweze kujua kwamba katikati ya uzito wa maisha, katikati ya taabu na fedheha tunazozipitia, katikati ya magumu na mazito ambayo shetani ametuletea, bado tuna wimbo mzuri wa moyoni mwetu. Tunaweza kusema tuonapo amani kama shwari, umetufunza kusema ni salama rohoni mwetu. Na isalie kuwa kauli ya mioyo yetu, Yesu Kristo, ya kwamba ingawa shetani atatutesa, tutajipa moyo, kwani wewe umeyachukua masikitiko yetu, na kwa kupigwa kwako Yesu Kristo sisi tumepona. Hivyo tunakusihi Yesu Kristo, kama kuna mama alikuja kwenye kusanyiko hili na moyo wa kulaumu, aondoke na moyo wa shukrani. Kama kuna mzee, kijana, dada aliyekuja akihisi kana kwamba amebeba makovu, amebeba machungu ambayo amesababishwa na wengine katika ulimwengu huu, ukamtue mchana huu wa kipekee. Wewe usemaye njooni enyi kwangu mnaolemewa na kusumbukiwa na mizigo mizito, Yesu ukatutue mchana huu wa kipekee, ili kwamba tutokapo hapa mioyo iwe mepesi. Tuondoke na mioyo ya shukrani, tuondoke tukisema Mungu utukuzwe kwa mambo makuu, Mungu uhimidiwe kwa yale ambayo umetutendea. Tutokapo sasa utubariki, utupatie kufurahi. Umwandae mtumishi wako tena kutumika katika madhabahu haya, yeye anapopungua zidi. Mungu wetu zidi ili kwamba kawavute wengi katika zizi lako. Ndivyo tuombavyo kwa imani, na kila mmoja anayeondoka na moyo wa shukrani aseme amina. Amen. Asante. Bwana awabariki. Manase, hebu nisikie tukisema Manase Efraimu. Manase Efraimu. Mungu awabariki. Mwe na lunch njema. Karibuni mchana, jioni tena tutasema nipate wapi mtu kama huyu. Mungu akubariki msikilizaji. Karibu tena hapo baadaye.